Ndugu yangu kwema? Kwema. Mzima? Mimi mzima sijui wewe. Mimi niko poa. Ndugu yangu nimekuta hapa. Naweza nikuuliza. Jambo gani? Hivi. Kuchukua siku gani kupokea simu ya mpenzi wako? Ni vibaya? Simu ya mpenzi wako inategemea mnaishije. Yaani kwamba yeye simu yake ya kwake, ya kwangu ya kwangu. Kwamba sishiki simu yake, ashiki simu yangu. Kwamba imetokea bahati mbaya ni simu ninayo mimi kwamba kaiacha afu imeita nimepokea. Miogo. Mjomba. Mjomba upo mjomba? Vipi mjomba? Safi mjomba upo? Kama kawaida mjomba, niambie mjomba. Hilo ni kosa kwa sababu mshajiwekea simu yake wewe usishike na pia simu yako ashiki. Kwa hapo utakuwa umekosea. Na kama imeita yupo, acha tu iite mpaka akirudi ataikuta. Ndio wewe sasa imekutokea. Umechukua simu ya mtu wako inaita. Utakosa kupokea? Yaani mimi nategemea na mpenzi wangu tunaishije. Aidha tunashikiana simu, aidha tushikiane. Kama tushikiane, itaita sitoipokea. Na pia kama wewe na mpenzi wako mshikiani simu. Na vile imeita wewe upo yeye yupo. Ungeacha tu ikaita. Akirudi ataikuta. Mjomba naye kwa kuchelewa. Napenda sana kuja saa hizi. Mjomba jana nimekesha mjomba. Mjomba jana nimekesha ndio maana naamka saa hizi mjomba. Ngapi? Nige mjomba mego 5 mjomba hapo. Sielewi leo. Mjomba mimi sielewi. Ila change hairudi. Kwa nini mjomba sio lije? Mjomba umezoea mwenzangu. Hapo hapa nisipopika mnalalamika. Haupiki si nini? Change hairudi. Nakata deni la jana. Haya sawa. Vipi? Kwema? Kwema. Mbona kama unafaa? Amna nitakwambia. Tazidi kukwambia. Wewe tena. Nitakwambia. Okay, mimi kuna maana naenda hapo kwa shoga yangu. Nikirudi nitapita. Basi sawa mimi nipo. Basi pole. Haya baadaye. Poa. Kwa nini nisipate tenzi yangu mjomba? Mjomba ananifurahisha sana. Nisipopika hapa mnalalamika. Ninaamka hivi mjomba, kwani unanidai mimi mjomba mimi hela yako mimi? Wewe ukikopa hujui kulipa tatizo lako. Mjomba. Leo change hairudi. Basi mimi naamini unapocheza ndo unapochezaga. Nitarudi tu kesho kasi na kitu mjomba. Babu tunamalizana mjomba. Mjomba. Kaka. Vipi mdogo wangu? Sema unajua nini mdogo wangu ujue? Katika maisha yako kuna dua tazarau na maisha ya watu, umeelewa? Hivi kweli ndugu yangu, rafiki yangu, my friend, familia yangu kweli kwa kunifanyia vitu kama hivi kweli? Inaniuma mdogo wangu. Wanawake wote hapa hajawaona kwa kutemea demu wangu mimi. Hivi kweli inaingia akilini mdogo wangu? Mapi kweli kunifanyia vitu kama hivi? Inaniuma mdogo wangu. We mtoto. Ina maana muda wote vyombo hujaosha. Constantly nenda kufuata daftari jamani. Na jamani ipo. We mtoto wewe usinizoee. Umesikia eh? Hichi kitu mpaka naongea kinaniumiza roho. Hivi kweli katika watu ambao walikuwa washauri wa namba moja, yeye alikuwa namba moja. Kwa demu wangu nilikuwa naenda na yeye. Kila kitu nafanya na yeye. Kila jambo namshirikisha. Kweli leo hiyo kwenda kusema demu wangu mimi? Wapi kweli kunifanya mimi vitu kama hivi? Roho inaniuma mdogo wangu huyo.
Sema kutoka ugomvi mapi sikaanzisha mimi na yeye. Na mimi nitaumaliza mimi na yeye. Haiwezekani wanawake wote hawaache aje tembea na demu wangu mimi. Hizi dharau mdogo wangu. Sema nini? Niache niende. Kaka, subiri. Nimekwambia hivi vyombo uoshe muda mrefu, nilikwambia sasa hivi. Sasa ile daftari umeenda kulifuata mwezi mzima. Wewe usinichanganye ujue kichwa changu. Hujui kama saa hizi muda wangu wa kwenda kazini. Hivi kwa nini wewe unapenda kusemwa sema wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima? Hayo maneno ya kuambiwa changanya na ya kwako. Wewe una uhakika gani? Sema mdogo wangu katika vitu vyote ulivyoongea leo umeongea kitu cha maana. Sema nisikilize nikwambie. Ili mimi nimeambiwa. Si umenielewa? Na kama nimeambiwa, cha kuambiwa kinakuwa kipo juu kuliko ambacho wewe unachokifikiria. Mpaka unachokifikiria sio leo hujajibu ulipata. Si umenielewa? Hili jambo talimaliza mimi mwenyewe. Hili jambo linaniuma mimi, sio yeye. Wanawake wote mpaka tembea na Mungu mimi kimeniumiza nafsi na kinaniuma mdogo wangu. Naniuma juu, naniuma juu. Wanawake wote kweli. Anajua mimi nimehangaika naye vipi ule mtoto mpaka leo hii mpaka mimi nahangaika naye mpaka leo hii bado. Kweli? Wapi wakunifanyia hivi mimi? Sema mdogo wangu. Poa. Sema kaka. Sipendi nakwambia. Sasa hivyo vyombo endelea kuvichelewesha. Ile biashara ikioza utajua mimi nani. Jinda. Hapa yenyewe barabarani unamnufaisha nani? Hayo maneno yote unayalopoka utaonekana pungwani wa akili. Sema mdogo wangu sema kwambia umeongea kitu cha maana. Sawa. Ila mimi hili umeliona hili. Nitaendelea kulifuatilia mpaka nijue ukweli wake. Lakini sio pesa tumaka tembea na Mungu mimi. Mimi nimeambiwa huko. Na ndio maana mimi nimepaniki mdogo wangu unaponiona. Sema ulichoongea wewe mimi nimekuelewa. Sawa. Mimi nitakifanyia kazi. Sawa. Ndio jiko la kuni. Mtoto wangu unaumwa. Nisalifu mimi mwanangu. Ha? Kweli mwanangu wewe nzuri. Na hiko kirangi chako sasa. Yaani najiona kama mimi nilivyokuwa msichana. Alafu mwanangu, kuna kitu mimi nimefikiria. Mwanangu mimi nataka kucheza. Mimi tena kati kila kitu mimi nakijua mwenyewe nini? Wewe mshenzi ni? Mama unaniumiza. Yaani wewe unajiona unajua kila kitu Sasa mama unanicheza nini tu? Paka nishaza, unajua maana yake najua, ndio maana ndo kunika ndani tena nini? Rema. Biashara zinakwendaje? Babu, yaani hapo kwenye biashara ndio imezidi kuwa ngumu, imekuwa ngumu mpaka ngumu tena, ndio maana nimerudi babu yangu. Wacha kurukutanta mantetere. Pole sana mwanangu. Asante babu. Mimi naona hapa katika chilolo changu. Kabla hujafika hapa katika chilinge changu nimeyaona hayo. Na hii inatokana na sehemu ambayo unayofanyia wewe biashara. Sehemu unayofanyia wewe biashara imezungukwa na watu wenye roho nyeusi. Watu wenye chuki na roho mbaya, hususan na biashara yako. Kwa hiyo hawa watu kama hawa basi ni lazima tuwafanyire vitu wanavyovitaka wao. Wao wanataka kuleta undundu na sisi tutawaletera undundu. Unaelewa? Sasa wacha baba. Haya kamata. Uko kuzaa sio kujua kila kitu. Sijui umenielewa? Umeharakia tu mambo yako kishenzi shenzi hayo. Hivi wewe unakijua nini? Unachokijua hasa wewe nini? Au kwa kuwa umecheza kwa umekizaa kile kitoto, unaona ndio umemaliza kila kitu? Mwanangu, wewe bado haujajua chochote. Wewe unajua kukaa na mume wewe? Unajua kumtunza mume wewe? Nimechoka kunizalilisha hapa mtaani. Kila mtu anakuzungumzia wewe. Alafu isitoshe wewe mtoto wa kike. Yaani watu wanaona tabia zako wewe umezisadifu kwangu. Sitaki kuzalilika. Baba yako akisharudi huko kwenye safari zake, yaani anione mimi sijui kukulea Uone mfupa maiti
Sawa. Mfupa maiti ni kiboko ya wachawi. Utakachokifanya ni kutafuta chitambara cheupe pamoja na uzi, halafu utauzingilisha kama mfungo wa pipi anayefungwa binadamu aliyekufa. Mwanadawa utafunga huku kwenye kichwa, hapa katikati ya kuwili, pamoja na huku kwenye miguu. Halafu utazika katika eneo lako la biashara. Lakini kabla haujazika, utarumbula maneno yako, makusudio yako na dhima yako iliyopo katika nafsi yako. Halafu utafikira. Sawa babu. Na yote hayo unayoyafanya. Sasa kama mimi mama yako umekaa tumboni mwangu miezi 9, utachezwa. Utake usitake, ndo nimeshasema. Tena nataka unielewe. Sitaki habari zako za kishenzi. Hebu nikusuke hapa. Sitaki kwanza niache, mimi nakutoka na project mwenyewe. Si utoke, kwani nakulazimisha? Ni mijitoto ya siku hizi. Yaani kishaona imekuwa kidogo tu, wao ndio wanajifanya unajua kila kitu. Kiboko. Kama kuna mpumbavu yoyote yule mwenye asili ya uchawi atakuja katika eneo lako la biashara, haja nasa, uje katika chilinge changu uchukue mkoba wangu ukachome moto. Unaelewa mama? Ndio babu. Kwa sababu dawa ya undundu unamfanyira undundu. Sawa mama? Sawa. Wacha hado. Babu, hiki ndo kifungua mkoba changu nilichojaliwa. Sawa mama, asante sana. Tegelo mama, uwangoma, tegelo mama, uwangoma, tegelo mama, wangoma, tegelo mama, uwangoma, tegelo mama. Mugabo. Baba. Abi baba. Ni sawa. Ni sawa baba. Baba, kuna taarifa zako nimezisikia. Sipi tena hizo baba? Baba, dunia kwani ina siri basi? Safari yako roenda hiyo. Yani nina taarifa zako nilikuwa nazipata juu kwa juu, lakini nikasema hapana, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, nitakutafuta na tutaongea tu vizuri ili tuelewane. Unafanya mambo yako Bugabo, yani uniambii kama kuna kitu kimekutokea husemi, au unavoice mambo yako, mimi nitachelewa kuyapata. Wakati kadunia kenyewe nikako hivi kadogo dogo Mugabo. Kwanza ukae utambue hilo. Mugabo, kwanza tuheshimiane hapo. Wewe huwezi kuyapata mambo yangu mimi. Baba, mambo yao ni ya kwangu mimi, sio ya kwako wewe. Mambo yangu wewe unayaonaje sasa? Yaani kila utakachokifanya baada ya nusu saa tu, yaani mambo yanakuwa hadharani. Yaani kila mtu taarifa inamfikia baba. Unamaanisha ina maana mambo yangu mimi yako hadharani? Yaani baba, mambo yako yani yako wazi. Mugabo, unaposema mambo yangu yako wazi, ina maana mimi niko wazi. Sio wazi Mugabo juu. Sawa baba, wewe baba. Hii safari ya mwisho mlivyotoka hapa wakati mmeenda huku juu, unakumbuka vizuri? Baba, wewe acha tu baba. Mchezo mauzauza. Mauzauza kivipi tena? Wewe hivi ninavyokuambia mpaka leo hela yangu sijapata. Sawa, kimetokea nini? Maana nimekuuliza hapa, naona unaingilia huku unatokea huku. Unaingilia huku unatokea huku. Kimetokea nini? Imekuwaje? Maana wewe mwenyewe umeshindwa kunidokezea mimi ndugu yako, umeshindwa kuniambia. Lakini taarifa ninazozisikia nataka na wewe nikusikie leo. Huko umekutana changamoto gani? Baba, wewe acha tu baba. Yaani yalotokea huko baba, wewe acha. Ndio nisimulie baba, nisimulie. Sema Mugabo, kadunia kwa nini akana siri yaka? Shida yenyewe pia na makoromero. Koromero babu, koromero watu hawana. Makoromero yamewekwa yale. Watu wanakunywa maji tu, yanacheza tu hivi, anaenda juu yanarudi chini, lakini hayafanyi kazi, hayahifadhi kitu. Ni kweli baba unachosema. Kwa sababu mambo hayo yamefanyika huko kijijini tulikoenda, na ndio maana nashangaa baada wewe kuniambia kwamba mambo yote unayo. Ina maana kumbe dunia hakana kasiri baba. Dunia haina siri baba, kadunia kako hivi. Yaani kadunia kako kadogodogo hivi. Ukifanya jambo sasa hivi kama nilivyokuambia Mugabo, linawahi kufika haraka. Yaani wewe lipe nusu saa. Kivipi yani? Kivyo hivyo langu sijapata mpaka leo ndugu yangu. Yaani hapo umenivunja nguvu. Maana mimi nilikuwa nategemea umalize tu na mimi niingie nipate angalau viji 200.
Si unajua kuhusu shughuli ya mwanangu? Unajua mwanangu anataka kumcheza. Hamna mchezo pale. Alafu umenikumbusha kuhusiana na swala la mtoto. Haya, umefikia wapi kwanza? Balaa. Sasa baba, unajizalilisha huko ulipokwenda. Baba, umeenda kujizalilisha kwa sababu yule kabinti kenyewe hakakutaki. Mugabo, unakang'ang'aniza, sijui ndo mtu wako, sijui ni vipi. Yule mwanamke kila mtu anahangaika naye, kila mtu anahangaika naye. Yule mwanamke anakuzalilisha baba. Kwani usiachane naye ukafanya mambo mengine? Wana wanawake wako kibao tu huko mitaani, kwenye mashuhuri, kwenye ulipoenda huko wanawake kibao. Hapo Mugabo ndipo unapokosea. Uwezi kuniambia mimi niachane na yule. Yekali ni kabiti ambapo mimi nimekapenda. Lakini inapoonekana mbona mtu ambaye yani hana hata muda na wewe unajizalilisha bure tu Mugabo. Sasa Mugabo, naomba unisikilize. Wewe umenipigia kasimu kale, umeniita hapa kwa ajili ya kuniambia yanamuhusu kabinti ambapo unakakapenda mimi, au umeniita hapa kwa ajili ya masuala yako mengine? Mugabo, mimi ninaposikia jambo nafsi pia inaniuma. Mimi pia binadamu, wewe ni rafiki yangu. Unatoka wewe unainua kiatu chako na weka cha kwangu mimi. Kwa hiyo ninaposikia jambo tofauti Mugabo. Yaani huyu mtoto ni kivuruge. We. Eti anasema mimi mama haina haja kukaa ndani. Asa itakuwaje? Yaani hiwe isiwe, iwe kwa lazima, iwe kivyo vyote vile, ndani nitamweka yule mtoto. Hilo ndo la maana la msingi shule. Lakini sasa na mimi nitajaribu kuongea naye. Huenda mimi atanielewa. Shogangu, utakuwa umenisaidia sana. Jaribu kuongea naye yule mtoto, maana yani ananichanganya. Mtoto huyu anataka tu kunizalilisha mimi. Manake babake akija tu lazima nikutafute ndugu yangu, tuzungumze tuyaweke sawa. Ni kweli baba. Yaani baba, yani ningejua kabisa. Hii safari niliyoenda huko kijijini, yani ningejua Mugabo nisingeenda. Kwa nini? Baba wewe acha tu. Yani ningejua kabisa nisingeenda. Yalionikuta. Sasa achana na hayo ambayo yalionikuta huko. Kuna mengine tena. Baba. Juzi tu hapa nimekutana na kale kabinti hapo. Kibule mambo poa safi mzima. Katika yote sasa alipokuja kunivunja nguvu. Yaani ule eti anasema kabisa eti kwamba mimi anaweza kutembea na baba yangu. Hapo ndipo aliponichanganya. Yaani baba yangu mimi aweze kutembea na kale kweli. Wakati mimi mwenyewe tu ndo yaani amenikera. Basi Mugabo. Natosha. Kweli Kigoma ni jiji la da. Akimkuta kwenye hali ile ataona kama mimi ndio namfundisha. Na hivi ulivyokuwa hutaki kwenda shamba, akija ndio utaona kabisa, yani ndio unamfundisha kufanya mambo ya ajabu. Na mimi ndio shambani siendi kabisa, siwezi kwenda shambani mzangu, shazoea kamili. Shogangu sasa hivi tena uende shamba, maisha yao ndio ukarimu kweli. Nikafubai. Hata sio kweli. Tapambana, mimi nitajaribu kuongea naye. Atanielewa tu. Hawezi kutushinda. Nitashukuru sana shoga yangu, maana mtihani hatari. Ni kiboko. Baba, sasa tuliongea hapa. Sio tenda huko uende kanianike mwanamume mwenzio mimi. Na ndio maana umepoka kolomelo wako. Wewe ni mtoto wa kiume. Mimi nakujua Mugabo wewe. Kwenye madafu kule bondeni, mimi nitaanikwa tu. Kweli dunia haina siri. Yaani mambo yamefanyika kijijini huko, vitu vyote vimefanyika huko, lakini huko yamemfikia Mugabo. Mimi Mugabo namjua mbea. Lakini sasa kabla Mugabo kuwa mbea, hao ambao nilienda nao kwenye gari hawa ndo wa mbea. Lakini bado tulikubaliana sasa kwamba ya huku yaishie huku, haya huku kapataje sasa? Kweli hizi fezea hizi. Ngoja nibaki na fezea yangu. Mape. We Mape. Hivi uko kweli? Au kushaondoka? Sasa ndo mambo gani? Unapiga godi muda wote kumbe upo ndani. Tutata kunitikia. Yaani sijui upoje. Alafu mampenzi, mimi kila siku nakwambia gani mambo yako kunikolomea. Umeona mambo kunikolomea? Ndio kila siku tunagombanaga ya ujue. Mimi sipendi ujue, nakwambia ukweli. Kwa hiyo sasa
Sasa kwa hiyo kwani ugomvi? Alafu mke wangu kwani huko ulipotoka kote huko au sio? Hujajisikia hata aibu kuja na mazingira haya nini? Asasi mazingira ya kijikedume haya. Alafu nikikwambia wife unakata unakataa. Kama unakata unasema tunajifungia one time moja ndani tunafanya vitu vyetu. Umeona bwana? Lakini sio unaletapiuka kama mazingira gani unakuja kwa mpenzi wako. Yaani wewe una bahati hapo Mashura hayupo. Ila ungemuona mwanamke akivaa gauni fulani hivi ambalo vipsi vinaonekana, msambo anda nini? Lakini unakuja kwa mpenzi wako unavaa mavazi ya kijikedume. Sasa ili iweje? Kwa umeamua kunizalisha kwa majirani zako, si ndio? Majirani wapi? Mimi nakwambia ukweli bwana, huo ukweli. Alafu huo ubaya umeuona wewe tu, si nikwambie babangu, unanielewa? Huko kote ninapopita nasifiwa nimependeza. Au sio? Kwani una shida gani? Nimejinunisha ujeja kuomba msamaha. Leo nimenyanyua koto zangu na kuja hapa unaanza tena maneno yako. Unaniclash sio upoje? Alafu hii tabia ya kunikaribisha nje imeanza lini? Umondani kuna nani? Hii ukiacha mambo ya mikopo, kudaiana, usaliti ulozidi, manyanyaso kwa watoto, usela sana, uasherati, hili jiko la kuni, hata ukipika mema, ila mwisho mapishi ni ubaya. Jiko la kuni, kuna mambo mbea, kurogana pia rushwa serikalini. Yule anamsuta yule anamkaba yule, muone baba yule anatoka na mtoto yule